Hiyo mambo vipi? Karibu katika channel yetu ya YouTube. Leo nitakwenda kuzungumzia kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa waki request ili niweze kukifundisha. Na kitu chenyewe ni namna ya kufanya malipo kwa Suno AI ukiwa Tanzania. Kama tunavyojua ni kwamba ili uweze kutumia premium models na uweze kutumia zile advanced features za Suno ni lazima ufanye subscription ambayo ina cost kama $10 hivi kwa mwezi kwa minimum plan, na ndo ambayo modo ambayo ni rahisi sana, ambayo hata si wa Tanzania tunaweza tuka afford. Lakini changamoto kubwa sana katika kulipia ni njia za malipo ambazo ziko Tanzania. Kwa sisi hapa wengi tumezoea kulipia kwa kutumia mitandao ya simu, lakini sasa Suno wao wana support Visa na Mastercard, kitu ambacho watu wengi wanapata ugumu jinsi ya kulipia. Sasa katika video hii nitakuonesha hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ya jinsi gani unaweza kulipia Suno AI bila stress na ukaitumia vizuri katika kutengeneza nyimbo zako na kupata pesa mtandaoni. Sasa fuatilia video hii kuanzia hatua ya kwanza mpaka mwisho, utajifunza namna ya kufanya malipo katika Suno AI. Yes, katika video hii sehemu ambayo tutaitumia sana sana kufanya malipo yetu ni kwa kutumia Selcom Pesa. Kama tunavyojua Selcom Pesa ni benki ambayo kidogo nimechunguza ina uwezo wa kufanya malipo mengi ya online kwa urahisi sana. Sasa ili kuweza kuaccess Selcom Pesa lazima uwe na namba ya simu ya mtandao wote ule, kama ni Voda, Airtel au Tigo, and then uwe na kitambulisho cha NIDA ama uwe na namba ya NIDA. Asa kupata hii application ya Selcom Pesa unaweza ukaenda Google Play Store kwa watu wanaotumia Android. Kwa watu wanaotumia iPhone unaweza ukaenda kwenye App Store ukasearch Selcom Pesa and then ukaidownload. Kwa wale ambao wanaona tabu, nimeweka linki kwenye description hapo, utaingia katika store yako ya Android and then utaipakua hii Selcom Pesa. Then ukishaipakua utafuata process zote za jinsi ya kujisajili ili kuweza kuactivate account yako. Unaweza kutumia namba yako ya simu ya kawaida kuactivate account ya Selcom Pesa. Cha msingi tu uwe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA uwe nacho, au kitambulisho chochote kile kinachotambulika kiserikali uwe nacho. And then wakati wa kujisajili kuna sehemu utaambiwa uandike referral code. Kuna namba ya simu nitaiweka kwenye screen hapo. Yes, utaichukua hiyo namba ya simu na nitaiweka kwenye description. Ile namba ya simu utaitumia kama referral code wakati wa kuingiza wakati wa kujisajili na Selcom Pesa. Then ukishamaliza kujisajili na Selcom Pesa, basi Selcom Pesa yako itahitajika iwe na hela. Lakini kabla sijakuonyesha namna ya kuweka hela katika Selcom Pesa, nataka nikuonyeshe process za kufuata ili uweze kuweka hela kwenye Selcom Pesa yako kwa kutumia mitandao ya kawaida. Utaingia katika akaunti yako ya Selcom Pesa kama hivyo inavyoonekana hapo. And then ukishaingia kwenye account yako Selcom Pesa, utaenda sehemu hii pameandikwa add money hapa chini hapa. And then ukishaingia kwenye sehemu ya add money, utaenda menu ya kwanza, option hii hapa ya kwanza ambayo imeandikwa mobile money to Selcom. And then ukisha click hapo utaona maelekezo haya. Sasa maelekezo yamekwambia kwenye mobile money app au USSD, nenda sehemu ya kutuma pesa kwenda bank. And then utaenda sehemu ya select bank and then utaandika jina Selcom Pesa, Selcom Microfinance Bank Tanzania, au utasearch Selcom, then itakuja pale kwa wanaotumia application ya Tigo Pesa kama hivi. Naweza nikakuonesha hapa. Sasa sehemu hii mimi nimeingia kwenye akaunti yangu ya Tigo Pesa kwa sababu mimi natumia Tigo Pesa. Wewe unaweza ukawa una Voda ama ukawa una Airtel Money ama ukawa una Halotel, mtandao wote, lakini process ni ile ile ya kutuma pesa kwenda benki. Yes, sasa kwa kutumia Tigo Pesa wewe utahakikisha kwamba akaunti yako ya Tigo Pesa ina hela. Sasa mimi huaga mara nyingi ninachokifanya ni kwamba ili niweze kujua ni shilingi ngapi inabidi nitume kwenye Selcom Pesa, huwa ninachukua ile amount ambayo Suno wao wanataka, ambayo ni $10. And then naingia Google na nina search $10 $10 kwa Tanzania ni shilingi ngapi kwa siku hiyo. Kwa sababu hizi za kwenye mitandao ya simu huaga wana convert kwenye rate ambayo ni ya wakati huo. Kwa hiyo kama nitakakuta labda mfano shilingi 25,000 na kitu hivi, nitachukua ile 25,000 nitaongeza na 3,000 ya makato au 4,000 and then ndo nitaituma hiyo pesa ambayo nitaipata hapo. Kama 25,000 jumlisha 4,000 ni kama shilingi 29,000. Kwa hiyo nitatuma shilingi 29,000 katika application katika akaunti yangu ya Selcom Pesa. Hivyo ndo ninavyofanya.
Kwa jinsi ya kutuma sasa hela kutoka Tigo Pesa kwenda Selcom, process ni hizi hapa. Unaenda kwenye application yako ya Tigo Pesa ama kwenye menu yako ya Tigo Pesa ya kawaida ya Tigo Pesa *150*1 reli. And then ukishaingia pale utaenda sehemu ya kutuma pesa kwenda benki. Kwenye application utaenda kwenye send money kama hivi. And then utaenda benki. Hapa section ya benki hapa utaenda kwenye sehemu pameandikwa all bank. All bank hizo uhitaji kutafuta moja moja, utasearch tu Selcom. Yes, Selcom MFB ndio itakuja hapo. Utajaza account number kule ambayo ni namba yako ya simu ya Selcom Pesa. Utajaza mfano kama ya kwangu mimi ni hii. And then utaandika na kiasi shilingi 29,000. Mara nyingi watakata cha kwao, itakayobaki itakuwa ni ya kwako. And then uta click next. Ita load. Yes, kwa kuwa mimi sina salio, sitaki kudisturb system. Kwa hiyo hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukatuma pesa. Kwa hiyo kisha kama wewe kwa sababu utakuwa una hela, direct itakwambia uingize password, namba ya siri, and then pesa itaenda Selcom. Account yako Selcom Pesa utagusa hapa sehemu pameandikwa my account. Hapa my account kwa kutakuwa kuna details, and then kutakuwa kuna hii kitu kimeandikwa virtual card. Hii virtual card ndio itakuwezesha wewe kulipia Suno AI. And then sasa hatua inayofuata, ukishaweka pesa kwenye Selcom Pesa unatulia. Unafanya ni kwamba utakliki hapa kwenye hiyo icon ya jicho, then utasubiri ifunguke kwa muda. Then ikishafunguka itakupa vitu kama hivi. Itakupa namba ya kadi, itakupa expire na CVV. Hizi ndio information ambazo tutakuwa zikupe pembeni, and then tutazitumia kwenye kujaza kwenye website ambayo tutakuwa tunaenda kulipia. And then baada ya hapo sasa tutarudi kwenye website ya Suno kwa ajili ya ku set up payment zetu. Kumbuka kuna akili hizi namba unaweza ukakopi hapa hii kadi namba ukaikopi, ukaipaste mahali, then ukakopi expire, ukakopi na CVV, and then ukaziweka pembeni, then tunaenda kwenye website ya Suno. Yes, baada ya kuweka pesa katika akaunti yako ya Selcom, hatua inayofuata ni hatua ya malipo ambayo ndio hatua ya mwisho katika video yetu. Sasa cha kufanya hapa ni kwamba kama wewe ni mtumiaji wa Suno kwa mara ya kwanza, haujawahi kuwa na account Suno, ni kwamba ukishaingia katika website ya Suno itakwambia ujiregister, yani utafungua account kwa kutumia email yako, and then ukishafungua account kutumia email yako utaweka username, utaweka na password na kila kitu, and then utaanza kuitumia Suno account. Kwa ambao watataka kujua jinsi ya kujiregister na kufuata process zote, nitaweka link kwenye description hapo, utaweza kwenda kuangalia video hiyo ya jinsi ya kujisajili. Lakini pia kama hujawahi kujisajili Suno na unatamani kutumia Suno, basi kuna link pia hapo nitakuwekea ya jinsi ya ambayo hiyo link ukikliki itafunguka kwenye website ya Suno na utaweza kujiregister kwa kutumia hiyo linki. Okay, twende moja kwa moja jinsi sasa ya kufanya malipo. Baada ya kuwa akaunti yako ya Selcom Pesa iko na pesa tayari na umesha copy zile credentials zako ambazo nimeonyesha pale, ambayo ni kadi namba, CVV pamoja na expire, utakuja kwenye akaunti yako ya Suno, and then utakliki hapo imeandikwa subscribe, and then utascroll down hapa chini mpaka katika utaona hizi plan hizi. Sasa hizi plan sisi hatuhusiki nazo kwa sababu hizi ni plan za mwaka. Sisi tunadili na plan ya monthly. Kwa utashuka hapa chini utakutana na hii plan ya monthly, hapa ni $10. Na hivi ni vitu ambavyo utavipata ukilipia kwa mwezi $10. Kama tulivyoona kule $10 ni kama 25,000 hivi za Kitanzania. Kwa hiyo utaongeza na makato 4,000, then utatuma kama shilingi 29,000 kwenye Selcom Pesa kutoka kwenye mtandao wako wa Vodacom, Airtel Money au Halotel. And then utakliki subscribe. Utaipa muda kidogo itaload, and then itafunguka sehemu hii ya checkout. Sasa hapa kwenye checkout mimi tayari nilisha link, lakini nakuonesha kwa wewe ambaye hujawahi kulipia Suno kabisa. Kitu cha kwanza utakuja utakliki hapa payment method, utakliki kadi, ambapo sasa kwenye kadi utajaza zile information zako ambazo mimi nilisha save. Tujaze mfano labda ni kwa wewe hapo ambao huja save chochote. Okay, kwa wewe ambao huja save chochote utajaza kawaida. Utapaste kadi namba yako hapa, and then utapaste expire date yako hapa, kama hapo inaonyesha kwangu ni 9/2026,
and then ile CVV utaiandika hapa mwisho, and then utaandika majina ya akaunti yako ya Selcom, majina yako kamili yote mawili, and then utachagua billing address. Hapo utaandika nchi yako ambayo ni Tanzania. Address line 1 unaweza ukaandika sehemu ambayo ulipo. Address line 2 sio lazima. Postal code utaandika namba yote utakayoona wewe ni sawa. City utajaza Dar es Salaam, and then uta click subscribe. Kitakachofuata hapo ni kwamba itazunguka and then itakutumia kodi. Wengine inaweza isiwatumie kodi, ikalipa moja kwa moja, and then kuconfirm malipo yako watakuonyesha, watakutumia email kwamba umefanikiwa kulipia Suno AI. Lakini kama hutaona email, ukirudi nyuma kwenye akaunti yako ya Suno, hapa katika hii icon hapa ambayo ina picha imeandikwa Bbanks, ukishuka hapa chini eneo limeandikwa subscription, utaona credit zako zimekuwa 2500 badala ya 50. Kikawaida kwa watu ambao hawajafanya subscription yoyote kwenye Suno, huwa wanapewa credit 50 kila siku, ambapo hizo credit 50 zinakuwezesha kutengeneza nyimbo nyimbo 5 kwa siku. Yes, nyimbo 5. Lakini utofauti wa aliyelipia na ambaye hajalipia ni huu. Ambaye amelipia, yeye ana uwezo wa kutengeneza nyimbo kwa kutumia modo ambazo ni more advanced. Mfano, modo kama hii Vision 5.5 ambayo ndio latest modo, inatengeneza nyimbo nzuri sana, very classic song. Ambayo modo ya pili ambayo pia unaweza kutumia ni Vision 5, Vision 4.5 plus, Vision 4.5 ya kawaida na Vision 4 ya kawaida. Sasa wewe ambaye hujalipia, modo utakayokuwa unaweza kuitumia ni Vision 4.5 all. Hii ndio utakayoweza kuitumia wewe, na yenyewe sio mbaya, inatengeneza nyimbo ambazo ni nzuri. Lakini kama unataka kuexperience nyimbo ambazo ni high quality na nyimbo ambazo kidogo zimekuwa more advanced, ni vizuri kutumia Vision 5.5 ya kulipia. Ni $10 tu, ambayo sasa na shilingi 25,000. Sasa baada ya kusema hayo, ni kwamba nini faida ya kutumia pro plan? Yes, kwa mtu ambaye amelipia ni kwamba ana advantage ya kutumia features nyingi ambazo ambazo ni more advanced tofauti na yule mtu ambaye hajalipia. Kwa hiyo kama unataka kufanya kuwa serious kidogo katika AI music, ni kwamba inakubidi sometime uingie mfukoni na kulipia hicho kiasi kidogo cha pesa ili uweze kupata manufaa. Lakini AI music in general inaweza pia ikakutengenezea some passive income, kwa sababu ukilipia, Suno wanatoa license kwenye hizi nyimbo ambazo inakuwezesha wewe kuzi upload kwenye streaming platforms zile kama Spotify, Apple Music, streaming platform yoyote unayojua wewe, ambazo sasa ukiziweka kule itakuwezesha wewe watu kupata pesa kwa kutumia listeners, wale views, wale listeners wanaweza kuplay nyimbo zako wakasikiliza wakazitumia TikTok wapi. Yes, mimi nimejaribu kufanya hivyo na nimetengeneza some money, si nyingi sana, lakini nimetengeneza some money, ambayo kuna siku nitatengeneza video ya jinsi ya kumonetize nyimbo zako za AI ili ziweze kutengeneza kipato. Lakini kitu kingine cha msingi ni kwamba hii hustle ya AI sio ya kukuletea pesa kwa haraka, ni hustle ya polepole. Unaangalia nini wanataka, then unaweza ukatengeneza nyimbo ambazo zinaweza zikawafanya watu wakasikiliza, na the more unapata listeners, the more unaweza kupata chance ya kutengeneza pesa kutumia AI music. So after kusema hayo, ziko tutorial nyingi ambazo nitazitengeneza jinsi ya kuelezea AI music na jinsi gani unaweza ukafaidika na AI music kwa kutumia simple tools rahisi sana za kutengeneza. Yes. Kwa kama kutoka kuna request yoyote ya video ambayo mtu atahitaji itengenezwe, basi utacomment hapo chini kwamba tengeneza video inayohusiana na hii. Lakini pia nitaandaa prompts ambazo nitaziweka hapa pia kwa ajili ya watu ambao watakuwa wanataka kuexperience prompt zangu kuzitumia. Nitaziweka hapa kwa ajili ya ambao watapenda kuzitumia. Lakini kama ukitaka kunisearch kwenye Suno, yes, tumia Bbanks Official. Tumia Bbanks Official, utaweza kuona nyimbo zangu, utaweza kusikiliza nyimbo zangu kwenye Suno AI. Lakini kama utataka pia information zaidi kuhusu mimi na jinsi ya kunipata, pia nitaweka linki in the description, mahali ambapo utaweza kupata contacts zangu za WhatsApp, kupata account zangu za TikTok na mahali pengine popote ambapo utaweza kanipata. So thank you kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama umependa material haya, basi usisahau subscribe, like na kushare kwa wengine ili wapate education
kama hii. Till next time, goodbye.